ukipata chukiwe, akili za kuambiwa siku zote changanya na zako we. Chemsha ubongo kabla kutenda. Kiambiwa kitu chunguza usikurupuke. Waweza soko kukuza kumbe ni uongo uzushi tu. Kiambiwa kitu chunguza usikurupuke. Inaweza kawa kweli au sio kweli. Maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa. Unataka kuharibu kazi bwana? Biashara hii. Wewe mwanangu umeangalia tu kwenye hela tu. Yaani unaona mimi nilipofanya vinalitwa. Yaani sijui mwanangu. Vinalitwa. Nilikuwa namtafuta huyu. Hii simu. Subiri. Hii ni simu. Ndio. Hajanichukulia simu. Kanichukulia pesa. Kanichukulia, yani kanivua hadi nguo, kikoti. Nimetoka shopping na amechukua vitu vyangu. Afa nikia jamaa mimi mpaka sasa nimeshaanza kukufia mshikaji. Sasa unajua dogo. Wewe ofisi simwite dogo, huyu sio dogo. Sikiliza boss, ngoja nikwambie. Cheki jicho. Naelekea ni hundo dili zake za mjini ndo mishe zake anazopiga mjini. Sasa hapa tu yapange. Tena mjomba nishukuru Mungu sana. Ni chupu. Nishakusafiria mpaka kwa babu. Yaani hilo jicho hilo. Chupu. Nashukuru sana Mungu jamaa kanileta, umeweza kuniona mimi nahisi labda dawa zinaweza kupungua nguvu, lakini wewe ulikuwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ulikuwa kuonana na mimi tu. Hafizi ulikuwa wakufa wewe. Mimi nafikiri tufanye kilichokuleta. Tukishamaliza hili swala, vitu vyako vyote utapata, na hela zako zote mimi nitakupa. Mbona unachukua mimi kolo sijui. Siku pengine wewe mimi nakuamini. Nimekutoa kule kukutafutia viwanja, ina maana nimekuta sehemu salama, mikono salama. Na huyu ndio mwenye viwanja. Sasa ili tusipoteze muda, twende kwenye viwanja. Halo. Uko wapi? Nipo nyumbani. Unafanya? Napika. Basi ukimaliza naomba uje nyumbani. Siji. Unanimisi kwani? Mimi sitaki bwana. Unajua Stan unaweza kanigombanisha na Joyce. Basi ukimaliza njoo nyumbani. Mimi siji bwana. Wewe unakuja au uje? Nitakujibu. Wewe niambie tu unakuja au uje? Nakuja. Siji. Nitakujibu. Hebu kuwa serious basi, unakuja au uje? Nitakujibu. Subiri nitakujibu. Haya. Huyu ana hela bosi. Wewe muone jinsi alivyo. Hello baby. Uko wapi? Baby si kama nipo reception hapa nakuja. Sasa hivi nakuja na kabidhi begi hapa reception afu nakuja baby. Lakini si unajua kwamba umemwacha mtu huko ndani. Najua baby lakini nivumilie kidogo, yani nakabidhi hapa, si unajua kukabidhi kuna umefika hapa nimekuta kuna mtu mwingine inabidi nisubiri amalize afu nimkabidhi begi baby. Usichelewe basi, mimi kumeniacha mpweke. Haya baby nakuja sasa hivi. Fanyeni haraka. Wewe muongo wewe. Sasa kwa muongo bwana, unajua tumalize zoezi la huko. Sasa hivi umebadilika, umekuwa na furaha nini? Anaona nani? Kobelo cha pombe. Hiyo vipi babu wewe? Yule mlevi. Mlevi huko kwake. Ndugu yako unajua anatafuta majanga yule. Kwa tarehe ya shughuli mwenzangu tarehe 22. Mpo. Na hayo madela hayo mkopo 15, keshi 10,000. Sasa tena sio mpaka shughuli na karibia ndo mnaanza kunisumbua kukusanya hela tena. Na hali sasa hivi ilivyokuwa ngumu. Ndio mjitahidi. Hivi dela nalitaka, nenda kesho kutwa njoo chukue hela. Kuvaa nataka na kwenye shughuli nataka nionekane. Nitafanyaje ndio nachukua. Kama kuna wengine huko ndani wametoka wameenda magengeni. Mimi na mwanangu. Ina maana una kumbukumbu yoyote?
Hapana mama. Niambie, usinifiche. Hakuna kijana yote ambaye aliwahi kukushika? Kama unavyoona urefu mara upana. Unajua wengine huwa wanauziwa mambo ya ajabu ajabu, wanatapeliwa, shamba linakuwa na upupu, au unakuta shamba sometime linakuwa la kitapeli, mtu anapigwa hela. Ila shamba liko poa, urefu mara 5. Hello baby. Wewe mwanaume wewe. Baby, kwani nikuongopea na maana uniamini mpenzi wangu, niko reception hapa na yaani nakaribia kumaliza sasa hivi, unaona utaniona naingia hapo mpenzi wangu. Maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno kuambiwa, maneno. Unajua ushaanza kunichosha. Usichoke mpenzi wangu, endelea kunivumilia, naingia sasa hivi utaniona baby, sawa? Sasa wewe muda wote huko nje unafanya nini kweli jamani? Muda si mrefu unaniona hapo mpenzi wangu, sawa baby? Usichelewe. Sawa. Yaani humu ndani kwenu. Yaani hata kusema mgeni mdanganye na soda. Wewe ulifuata soda hapo, ulikuja kutuonyesha sare. Ndugu yangu. Basi hata maji ya baridi mwenzangu hamna. Jamani mimi acheni niende. Bana jamani. Atukutoi bwana. Haya mimi naenda babu, mtaweza mwendo wangu sasa hivi. Haya bwana, asalimie. Ndio naenda jamani. Ndugu yangu. Si mlevi yule. Yule anatafuta majanga ujue. Hivi jaona wanaume hao na ule mwili. Atakuruka lile tumbo. Haya si tuyaache mwenzangu, tufanye mambo yetu. Kama sare ndio tushachukua, tafute hela ya watu. Hapana mama, sikumbuki. Mwanangu, kule makaburini watu wanakuja wengi tu kuchimba makaburi na kuja kuzika. Hakuna mwanaume yote ambaye aliwahi kukushika au kuwa naye. Mbona mama sikumbuki? Mwanangu, mimi niko kwa ajili yako. Usinifiche kitu chochote. Niko kwa ajili ya kukusaidia. Naomba uniambie. Niko tayari kumtafuta huyo mtu popote alipo, ili mradi tu nikusaidie. Niambie, usinifiche. Yangu hiyo ndo hali halisi. Na hapa mjini mimi sio mwenyeji. Nimekuja na siku 2 tu. Usijali. Mwenyezi Mungu atasaidia tu. Odi. Karibu. Salama, karibu. Haya sawa. Salama tu. Na mafukofuko. Mama mimi sikumbuki. Mina, ina maana wewe ujauzito hauna baba? Nahitaji kukusaidia mwanangu. Niambie. Niko kwa ajili yako, nitafanya juu chini ili kumpata. Niambie. Mama mimi sikumbuki chochote. Tia saini hapa. Tia hapa saini. Mambo bwana. Haya, mnunuaji tia saini hapa. Kushikia. Au nikuwekee saini? Maana wewe. Nasambaza sare shoga yangu. Sale? Ya nani tena? Shangazi yangu Mwene yule anaolewa. Mwene anaolewa? Shoga yangu. Ndio mambo ya kwani haya? Ukisikia sale ndo hizo. Unasikiaga tu kwenye bomba. Tarehe 22 shoga yangu. Tarehe 22 eh?
Hayo madila sasa yanakopeshwa 15,000 mkopo, kesho 10,000. Shoga yangu umeanza. Sasa unajua tena mambo ya ndoa. Shoga. Sikiliza, lipi ambayo mimi hapa nimelipenda? Au mpaka mzee tena. Mama, nakupigia muda si mrefu. Nakupigia mama. Baby. Have you missed it? Si tu. Maybe. Mbona begi umerudi nalo? So ulisema unaenda kuiacha reception. Na si ndio taratibu hoteli au? Maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno. Hadi niongee naye. Basi mambo ni hayo. Mimi hapa ili nimelipenda. Sasa hizi sina hela. Mambo yangu si unayajua Nikifika tu nyumbani, nikipata nitakutumia. Ila hili siliachii. Hiyo shughuli shoga. Hamna shida, mradi tu isifike tarehe 22. Reception pale. Ila nimekuletea zawadi baby. Nakupenda sana. Nataka upendeze. Yaani kila ukitoka na unavaa kwa umependeza. Yaani wewe kila tukitoka. Nzuri. Wewe mzuri. Nitakuletea ngomba ya kati mzuri. Asante. Mbona pesa zimepungua? Yaani uko nyuma ya tarehe hizi zingine hizi ili mimi nikusanye tarehe ya shughuli. Hela zishatimia. Mimi na wewe tena si unajua mambo yangu Shoga yangu, shughuli hiyo mama mwenedi anapolewa. Kama nakuona. Na wewe uko. Tunajua jamani. Bado. Mambo ya pwani ni haya shoga yangu. Haya bwana. Ukisikia pale ndio hizi. Kwa elimu. Haya, asante. Asante na wewe. Haya. Huyo kijana mpaka anaondoka na binti yako, wewe ndio ulimnusu mwenyewe? Ndio. Na tokea ondoke binti yako umewahi kumpigia simu? Ndio nimempigia, lakini alipopokea ongea yake tu, subiri mama nitakupigia, anakata simu. Ni mara ngapi umempigia simu? Mara nyingi tu nampigia, lakini msimu wake ni ule ule. Subiri mama nitakupigia, sasa hivi nakupigia, anakata simu. Na mpaka hivi sasa simu yake haipatikani. Baby, pale reception kuna rafiki yangu nimekutana naye. Ana issues za magari. Kwa hiyo kuna gari kanaonyesha kwenye simu nzuri sana. Kwa hiyo nimemgia baadhi ya pesa kidogo aweze kutuletea gari kwa ajili yako. Gari langu. Tuchukue gari tukitoka tunakuwa tunatembea na gari yetu. La kwangu mimi? Yeah. Kweli tukitoka na bora. Asante. Kwa hiyo la kwangu mimi kama mimi. Sasa bibi nashindwa kununulia gari ninavyokupenda, nashindwa kununulia gari baby. Nashukuru yani hapa ndo najua kabisa kwamba kweli unanipenda. Nakupenda baby. Sasa mimi sijui kuendesha. Nitakufundisha. Asante Mungu. Unamfahamu huyo kijana? Kwa kweli mimi simfahamu, ila binti yangu ndo anafahamiana naye. Walifahamiana vipi na binti yako? Huyo kijana walifahamiana na binti yangu wakati mimi nikiwa naumwa nyumbani kwa mganga. Na yule kijana alikuja kwa mganga kupata matibabu, na ndipo walipokutana wakapeana namba za simu.
Sawa, sasa mama, inawezekana lile begi watakuwa wamelipata. Wewe umenipa mimi kazi, niache nifanye kazi. Sawa, kwa vile nakuamini, nakuachia yote. Japokuwa alikuwa anajifanya mgumu hivi, lakini nadhani unafahamu mimi ni nani. Nakujua vizuri wewe tena. Ushindwi na kitu. Kwa hiyo kwangu mimi chochote akiwezi kunisumbua. Makusanya. Kazi nitafanya. Na majibu yake utakuja kufurahi. Nakuamini, yani usiniangushe. Siwezi kukuangusha katika. Nakuamini sana, yani siwezi, sijawahi kushindwa na mwanamke yoyote. Ila huyu kijana atakuwa amemragai binti yako ili waweze kuzitumia zile fedha. Na inawezekana binti yako hayupo sehemu salama, kwa sababu siamini kama huyu kijana anaweza akawa ni mtu mzuri. Ila kwa sababu umefika kituo cha polisi na ndio sehemu ya usalama, inabidi tufungue kesi na tulifuatilia ile jambo kwa kina. Sawa. Subiri. Maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno, maneno. Rudi hapo. Ujambo? Jambo, shikamoo. Marahaba. Mimi naitwa Bakari. Nakufahamu. Najua kama unanifahamu, ila labda nirudie tena. Mimi naitwa Bakari. Mimi naitwa Clara. Clara. Ndio. Umetoka kufuata nini kwenye chumba changu? Nimekuja kwa Doris. Oh. Kumbe hiki ni chumba cha Doris. Hapana. Chumba cha Doris ni kipi kati ya vyumba hivi vyote? Lokuwe. Na kwa nini umetokea kwenye chumba changu wakati wewe umemfuata Doris? Na hiki sio chumba cha Doris. Wizu! Hey! Sasa mwanangu, hapa ndo pale uposikia pamevuka mpini, shoka likabaki. Njoo kwanza. Mr. Mkwezu, kuna wakati tunatakiwa tuwe serious. Ndio. Na mimi nipo serious. Kweli kabisa. Naomba na wewe serious. Nipe jibu zuri ambalo litaniridhisha moyo wangu. Shemeji yako yupo wapi? Shemeji yako yupo wapi? Mara nyingi nikijaga kwa Doris nakuja pia kumwangalia Stan. Yes, Stan yuko wapi? Ndani. Stani. Stani. Njoo. Clara amenipa malalamiko. Anadai eti umemforce mapenzi. Wewe. Mimi nimekuforce wewe. Wewe si mkubali mwenyewe kwa ridhaa yako. Maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno, maneno kuambiwa maneno,
wewe wa kuniuliza mimi shemeji yangu yuko wapi? Wakati kila siku mnagarauka tu mule, kutoa mara 3 asubuhi, mchana, jioni, usiku, asubuhi, mchana, jioni. Sasa hivi tena unarudi kwangu unaniuliza mimi shemeji yuko wapi? Muhusika wa eneo hili ni nani? Mimi. Nimetoka nimemwacha ndani. Narudi sasa hivi hayupo. Lazima nianze kukuuliza wewe ambaye ndo muhusika wapo. Ukumbuke kuna kimeo kuna mtolea macho shemeji yako. Mimi wa kumtolea macho shemeji yangu mimi? Kwa hiyo mimi na wewe tunakula sahani moja. Tumekuwa sholo au tumekuwa mbungo? Mimi na hivi jinsi nilivyo hivi. Kweli mimi wakushare na wewe boss? Kigarakosi mimi angalia kwanza wakushare na wewe mwanamke yule. Mwenzangu nimekuja. Ndio, karibu mama Mina. Asante. Karibu sana. Asante. Na matatizo mazito nimekuja unisaidie. Matatizo gani tena mama Mina jamani? Ya kuhusu mwanangu Mina. Mina huyu nimjua mimi? Ndio huyo. Haya kafanyaje? Tunakumbuka kipindi cha nyuma alikuwa na tatizo la ugonjwa wa akili. Ndio nakumbuka. Kwa sasa namshukuru Mungu amepona kabisa, anaendelea vizuri. Jamani amepona. Jamani ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni kweli. Niambie. Sasa kuna tatizo limejitokeza. Baada ya kupona lile tatizo lake, alianza kutapika. Mimi nikahisi labda ana malaria. Nikamchukua nikampeleka hospitali kwenda kumpima malaria. Majibu niliyoyapata huko, amekutwa na ujauzito. Ujauzito tena? Nilikuwa nataka kujua hilo tu. Binti unaweza ukaenda. Stani mdogo wangu. Naam. Katika makuzi yako ulishawahi kuona hata siku moja nikileta mwanamke kwenye mazingira haya ya nyumbani? Hapana. Unahisi sijakamilika? Hapana kaka. Mimi nina miaka 27. Na wewe una miaka 23. Mimi na wewe nani mkubwa? Kuna kipindi nilikuwa nafanya usafi pale kule kwa nyuma kule kwa ndani. Sasa nahisi muda huo labda atakuwa ndo aliondoka. Kwa hiyo ameondoka. Sina uhakika, situme dhambi bwana. Inawezekana ametoka kipindi ambacho mimi siko hapa. Reception. Ujui? Mimi naweza kushare nawe? Ujui? Sijui. Sasa Nairobi tena wewe kunifanyia hivyo mimi. Unajua hela ninazoshika hizo zinakufua hizo. Haya wanani? Hata mimi unavyoniona hapa, simjui mtu aliyempa ujauzito. Nimejaribu kukaa na Mina, nimemuuliza ni nani aliyempa ujauzito, lakini hamuelewi na wala hajui. Maskini. Nimejitahidi kumbembeleza, kuongea naye, lakini wapi, hata kumbukumbu moja hana. Mwenzangu, ndio maana nimekufuata wewe, kwa sababu unakaa huko bondeni jirani na hayo makaburi, na mwanangu Mina alikuwa anashinda huko. Inawezekana wewe ulimuona kuna siku kapita na mwanaume kamshika au kaongozana naye, umemuona ili unisaidie. Kwa kweli mama Mina, kwa hilo sijawahi kumuona Mina akipita na mwanaume hapa. Zaidi akipita hapa kabeba makopo yake, ana sehemu yake kubwa hapo nyuma, atapiga kelele mpaka giza linaingia. Sijawahi kumuona na mtu yoyote. Mkubwa wewe. Kuna mwanamke wangu yote unayemfahamu? Hapana. Na kwa nini umfahamu wakati wewe ni mdogo wangu? Na kwa nini sijai kuleta mwanamke hapa nyumbani? Kwa sababu unajiheshimu. Ugomvi tatua, tumie hekima usikurupuke we. Maneno yanazua upendo hata chukiwe. Akili za kuambiwa siku zote changa
zako we. Chemsha ubongo kabla kutenda we. Kiambiwa kitu chunguza usikurupuke. Waweza soko kukuza kumbe ni uongo uzushi tu. Kiambiwa kitu chunguza usikurupuke. Inaweza kawa kweli au sio kweli. Maneno